Jamani, jana kuna video niliposti kuhusu swala la kuja Uarabuni kufanya kazi. Lakini sasa naona maswali yamekuwa mengi. Sijui umesema kuna nini na nini lakini hujafafanua kuna nini. Sijui kuna siri mnaificha. Jamani, hakuna siri tunayoificha. Iko hivi, huku ni kazi. Huku ni kazi kwenda mbele. Usije ukafikiria huku ni kazi za kawaida. Jamani, kazi za huku zinahitaji uvumilivu. Kwanza, jambo la kwanza, kuvumilia miaka 2 kukaa bila ya kuona familia yako, bila kuona mtoto wako, kama una watoto, una wazazi, ukija huku miaka 2 bila kuona familia yako, bila kuona wazazi wako. Pili, kuvumilia kama ndugu yangu wewe hamu iko mkononi hapa. Huku usije, tulia huko. Usije ukaja huku na hamu zako, mwisho wa siku ndio hapo mnaanza kucheka na mabosi, mnaanza kucheka na watoto wa mabosi, mwisho wa siku mnatiwa mimba. Sijui Waarabu, sijui wana tabia mbaya, sijui Waarabu wanabaka, sijui kitu gani. Nisikilizeni nikwambieni, huku bwana kunahitaji uvumilivu. Uvumilivu wa kuanzia kwenye sijui mwili wako, hamu yako, jivumilie we mwenyewe, jishikilie. Na ukikutwa ukijulikana umetembea na kama ni mtoto wa bosi ni nani, umeshika mimba, ndugu yangu, kwenu hawakuachi. Uvumilivu wa kuvumilia kuto kuona familia yako, na uvumilivu wa kazi. Jamani, huku ni gwaride. Muda wote ni amza kanuni, kutembea tu. Kazi, muda wa kupumzika ni mchache mno. Wewe ukishajijua wewe sio gaidi, huna roho ya uvumilivu, huwezi kufanya kazi, kaa huko, tulia. Ndio hapo mnakuja kuwapa ubaya watu wa ubalozini, hawawasaidii. Mnakuja kuwapa ubaya watu, sijui tukitaka misaada hatusaidiwi, maagenti sijui hivi. Na agenti anachokifanya yeye, anachokitaka yeye ni pesa. Sio maagenti wote watakwambia ukweli. Wengi wanachotaka wao wapokee hela. Mtu atakwambia kuna nyumba ni ya chini, lakini ukija huku mwisho wa siku unakutana na nyumba ya gorofa. Sasa kama wewe ni lile mama, ndugu yangu, utaweza? Ndio hapo ninaposema utaweza kuvumilia. Huku bwana wanatembeleana, familia zao wanatembeleana wiki hadi wiki, wageni, na sio mgeni mmoja, yani ni familia nzima. Utaweza? Sasa mtu ukimwambia sijui kuvumilia kuna hivi na hivi, akili yake inampelekea sijui masuala ya kufanywa nyuma, sijui kuna vitu wanafanya. Jamani, unyanyasaji upo kila nchi, unyanyasaji upo. Tanzania watu wananyanyaswa, wafanyakazi wananyanyaswa Tanzania huko, na mtu ni Mswahili mwenzie na bado mfanyakazi anamnyanyasa. Juzi tu watu wametoka kuposti, mdada kampiga mfanyakazi wake wa ndani na kitu chenye ncha kali, midamu inamtoka, yule mtoto ana maalama mgongoni. Mje mseme Waarabu. Jamani, kila nchi ina wanyanyasaji, sio wote. Sawa, utabahatika utapata bosi mzuri, lakini kazi iko pale pale. Utapata bosi mzuri, sawa, atakuweka vizuri, ukitaka hivi utapewa, ukitaka hivi, lakini kazi yake iko pale pale. Ukija ni kazi. Hawezi wetu ukasema sijui umepata bosi mzuri then usifanye kazi. Ni 10 kwa mmoja wakija huku watapata bahati nyumba haina kazi. 10 kwa mmoja. Lakini sio kwa nchi ya Kiarabu eti uje. Kwanza Mwarabu haleti mfanyakazi kama nyumba yake haina kazi. Ukishona Mwarabu amekuleta huku ana shida ya mfanyakazi, ujue kwamba nyumba yake ina kazi. Ndio maana umeletwa wewe. Sawa, kuna kazi zingine zinatofautiana, unaweza ukapata bahati ukafanya kazi, lakini sio kivile. Lakini kuna watu wanapigika. Kuna watu wanapigika na kazi. Kwa hiyo mimi ninaposema kwamba je, utaweza kuvumilia? Una moyo wa kuvumilia, una subira? Nilikuwa namaanisha hayo mambo. Utavumilia kukaa miaka 2 bila kuona familia yako? Utavumilia nyege zako kuzishikilia? Je, utavumilia kazi utakazozikuta huku? Maana akili zenu mmezipeleka sijui kuna vitu sijui ni watu wanafanywa. Jamani, kufanywa nyuma sijui kufanywa nini, kila nchi watu wanafanywa hivyo. Watu wanabakwa huko, kila sehemu watu wanabakwa. Jamani, sio Waarabu tu peke yao. Unyanyasaji upo kila sehemu. Mbona kuna watu wanafanya kazi wapo? Mtu anafanya kazi huko na miaka 10, miaka 20, yeye hanyanyaswi, hafanyiwi hivyo vitendo.
Wewe unataka kuniambia huyo mtu amekubaliana na hiyo hali ya kuwa anafanywa tu kila siku, yeye anafanya kazi yake kufanywa nyuma, aingiliwe na watu 10 sijui 20, familia nzima. Kwa hiyo unataka kuniambia wote walikuwa wameweza kukaa huko Omani ndio wanafanyiwa hivyo vitendo? Jamani, acheni. Uvumilivu nilozungumzia mimi hapa ni kazi. Utaweza kufanya kazi? Sasa mfano mkubwa mimi hapa. Mimi nyumba ambayo nimekaa ambayo ndio nipo sasa hivi. Jamani, wafanyakazi 7 wameshindwa. Wa nchi tofauti tofauti, wafanyakazi 7 wameshindwa. Lakini mimi nikikwambia huu mwaka sasa hivi wa pili namaliza mkataba wangu. Mwaka wa pili huu namaliza mkataba. Niko hapa. Kwa nini? Kwa sababu mimi nina moyo wa uvumilivu na nina roho ya kuvumilia na nimekubaliana na kila hali. Sasa wewe ndo maana mkiambiwa ukweli, jikaa chini, jitafakari. Unaweza kuvumilia? Unaweza kazi? Gwaride unaiweza? Unaweza kuvumilia kukaa miaka 2 bila kuona familia yako? Unaweza kuvumilia miaka 2 bila kukutana na mwanaume? Ndio nilikuwa na maanisha hivyo. Sasa leo nimeifafanua hii video. Sasa kwa kila mdada ambaye anahitaji kuja kufanya kazi nchi za Kiarabu, akae chini ajitafakari juu ya hilo. Unaweza ukapelekwa sehemu, agent atakwambia nyumba ina watoto 2 na ina watoto 3. Ukifika unakutana na watoto 6. Au unakutana na watoto 7. Au watoto wote wanaenda shule labda mtoto mmoja tu haendi shule. Jamani, mkiambiwa muwe mnakaa chini kwanza mnajitafakari. Unaweza kuvumilia? Kazi unaiweza? Hao wote unaoona wasichana ambao wako huku, wako nchi za Kiarabu, wamemaliza wana miaka 2, wamemaliza 3, kuna wengine wako 7, kuna wengine wako 10. Aisee, hao ni magaidi. Yaani hao wamekubaliana na hali halisi. Unawakuta wenyewe kwenye mitandao, ndo kama hivyo tunajiposti wenyewe. Maisha yanaenda. Jamani, tumekubaliana na kila hali. Sasa wewe ukijiona huwezi, usije. Ndio pale mnapotia ubaya watu wa ubalozini, wanaonekana hawasaidii watu, mnatia ubaya watu wa Arabu, sijui wanyanyasaji, sijui hivi, kumbe ni wewe mwenyewe umeshindwa kazi. Wapo wengine kweli wanafanyiwa hivyo vitendo, wapo wengine wanakutana na mitihani. Ni kweli mtu anaweza, lakini akifika huku anapata maradhi, anaumwa, ni kweli anahitaji msaada, anataka kuondoka. Lakini ndugu yangu, ukishajijua una maradhi yako, toka huko nyumbani huko. Ukishajijua wewe ni mgonjwa, usije Omani, usije sijui Dubai, usije Qatar. Kaa nyumbani, jitafutie riziki yako huko nyumbani. Jamani, huku wanaohitajika ni wapambanaji. Watu wenye uvumilivu, watu wenye moyo mgumu. Ndio hicho mimi nilichokuwa nakimaanishia. Jamani, naona sijui comment zimekuwa nyingi. Sijui mbona haujafafanua. Sasa nimeshaifafanua. Tuelewane. Mkiambiwa ukweli, mtu akikwambia ukweli, ujue kabisa huyu kaniambia mimi ukweli. Sasa jitafakari. Sijamkataza mtu useme eti asije, hapana. Njoo. Lakini haya mambo ya kulialia kwenye mtandao haya, ya kusema mimi nimeshindwa, sijui nataka kurudi, mnatia ubaya watu na kuwashughulisha watu. Jitafakarini huko kwanza, Tanzania, sijui Kenya, sijui wapi, kabla hamjakanyaga nchi za Kiarabu. Jitafakarini kwanza, je, tunaweza? Ukishajiona una moyo mdogo, baki huko. Uza mandazi, uza sijui kitu gani, utajua wewe mwenyewe. Acha huku, wanaokanyaga huku ni wale watu ambao wanaweza na wamekubaliana na kila hali. Huo ndio ukweli ninaowaambia mimi.